Hujambo, tunaendelea na sarufi KCSE maswali na majibu. Leo hii tutaangalia mtihani wa 4. Moja kwa moja tuende katika maswali. Swali la kwanza linasema, taja aina mbili za ala za kutamkia sauti. Ala za kutamkia sauti kuna ala tuli na ala sogezi. Swali ni kutaja tu. Taja mfano moja moja wa sauti zifuatazo. Kimadende ni r na kipasuo kwa mizo ni cha. Hiyo ni kazi ya kidato cha kwanza. Tuende swali la cha. Ainisha mofimu katika neno lifuatalo. Ainisha mofimu katika neno lifuatalo. Tulimpikia. Kwa hivyo kuna tu ambayo ni nafsi na ni nafsi ya kwanza wingi. Li ni mofimu ya wakati uliopita. Ni mtendwa. Pik ni mzizi. Hii ni kauli na ni kauli ya kutendea na a ni kiishio. Huu ni mtihani rahisi sana. Naam. Tuende swali la da. Ainisha vitenzi katika sentensi. Kitabu anachotaka kusoma ki mezani. Anachotaka ni kitenzi kisaidizi. Kusoma ni kitenzi kikuu. Ki ni kitenzi kishirikishi kipungufu. Kitabu anachotaka kusoma ki mezani. Anachotaka ni kitenzi kisaidizi. Kusoma ni kitenzi kikuu. Ki ni kitenzi kishirikishi kipungufu. Kumbuka kitenzi kishirikishi kuna kipungufu na kuna kikamilifu. Tuangalie swali la e. Tunga sentensi moja ukitumia kiunganishi kiteuzi. Kiunganishi kiteuzi ina maana ya unateua. Yaani ni kama unafanya uamuzi kati ya vitu viwili. Unafaa ukadirie jibu la mwanafunzi. Ni viunganishi kama, kwa hivyo mwanafunzi akitumia kiunganishi kama au, ama wala, anafaa kupata. Kwa mfano, utakula wali au samaki. Kwa hivyo kati ya wali na samaki unateua kitu kimoja. Ndio maana kinaitwa ni kiunganishi kiteuzi. Tuangalie swali la fa. Nomino zifuatazo zipo katika ngeli gani? Kuna uzi ambayo ipo katika ngeli ya uzi na kuna muda ambao neno liko katika ngeli ya ui. Uzingatie nomino na unapofanya marudio katika nomino zingatia nomino aina yake. Kwa mfano kuna nomino za kawaida, kuna nomino za makundi, mambo kama hayo. Uzingatie ukubwa na udogo wa nomino kisha uzingatie ngeli, kwa sababu zile nomino zikiwekwa katika makundi ndio tunapata ngeli za nomino. Nomino, aina, ukubwa na udogo wa nomino na ngeli za nomino. Tuangalie swali la G. Tumia o rejeshi katika sentensi ifuatayo. Tumia o rejeshi katika sentensi ifuatayo. Watu ambao walifika jana ni wale ambao walitoka mbali. Watu ambao walifika jana ni wale ambao walitoka mbali. Katika kutumia o rejeshi tunasema watu waliofika jana ni wale waliotoka mbali. Kwa hivyo huwezi tumia o rejeshi na amba katika sentensi moja. Utakuwa umefanya makosa ya kisarufi. Watu waliofika jana ni wale waliotoka mbali. Tuangalie swali la H. Onyesha shamirisho kipozi na ala katika sentensi ifuatayo. Onyesha shamirisho kipozi na ala katika sentensi ifuatayo. Mwindaji haramu alimuua ndovu kwa bunduki. Mwindaji haramu alimuua ndovu kwa bunduki. Ndovu ni shamirisho kipozi. Bunduki ni shamirisho ala. Ala ina maana kwamba alitumia kifaa gani katika kumuua ndovu. Uzingatie shamirisho kipozi, kitondo au ala ambayo pia ni yambwa tendwa, yambwa tendewa au yambwa ala. Changanua sentensi ifuatayo kutumia mistari. Kilipikwa jana jioni. Kilipikwa jana jioni. Sentensi iko na kundi nomino na kundi tenzi. Kundi nomino iko na nomino ambayo ni kapa. Hiki kiambishi kinaashiria ni kiambishi cha nomino ambayo ni chakula. Kile ambacho kinarejelewa ni chakula. Kwa hivyo tuko na nomino ambayo ni kapa na ni chakula. Kisha kilipikwa ni kundi tenzi, kuna kitenzi, kuna kielezi na kuna kielezi. Kitenzi ni kilipikwa, kielezi cha kwanza ni jana na kielezi cha pili ni jioni. Natumai hayo tunaelewa. Mwalimu wako atakufafanulia zaidi. Tuangalie swali la ka. Andika sentensi ifuatayo katika hali ya kinishi. Kuyakinisha ni kukubaliana na jambo fulani. Ukipewa sentensi uandike katika hali ya kinishi, ina maana kwamba sentensi imekanusha. Msinge soma kwa bidii mngepita. Msinge si ina maana ni sentensi kanushi. Kwa hivyo katika kuyakinisha inakuwa ni mngesoma kwa bidii mngepita. Mngesoma kwa bidii mngepita. Tuangalie swali la L.
Swali linasema tunga sentensi moja kudhihirisha dhamira au jukumu hili. Kwa hivyo sentensi yako idhihirishe ombi au rai. Kwa hivyo tunafaa kukadiria jibu la mwanafunzi. Mwanafunzi atumie maneno kama naomba, tafadhali. Kwa mfano, naomba nisaidie kalamu. Hiyo sentensi inaashiria una rai au una ombi fulani. Tafadhali nifungulie mlango. Hiyo ni mfano katika sentensi. Ainisha vishazi katika sentensi ifuatayo. Swali la M. Ainisha vishazi katika sentensi ifuatayo. Mtoto ambaye alianguka jana ana maumivu mengi. Mtoto ambaye alianguka jana ana maumivu mengi. Mtoto ana maumivu mengi ni kishazi huru. Mtoto ana maumivu mengi ni kishazi huru. Ambaye alianguka jana ni kishazi tegemezi. Natumai unaelewa tofauti kati ya kishazi huru na kishazi tegemezi. Tusonge, tuko katika ukurasa wa 6, tuende ukurasa wa 7 sasa. Naam, sasa tuko ukurasa wa 7. Tuangalie swali la N. Onyesha matumizi yoyote mawili ya kiwafikishi. Unafaa kuandika matumizi ya koma au kituo. Ni matumizi yoyote mawili. Kumbuka unataja matumizi na kutoa mfano. Matumizi ya kwanza hutumika pale msomaji anapohitaji kutua au kupumua. Uandike mfano katika sentensi. Matumizi ya pili hutumika kutenganisha maneno katika orodha. Hutumika kutenganisha maneno katika orodha. Pia utoe mfano. Matumizi ya tatu hutumika katika tawakimu zaidi ya 1000 na mfano wa matumizi mengine ni katika kuandika anwani. Usisahau kupeana mfano. Swali la O. Tumia neno Nairobi kama nomino au kielezi. Nomino tunasema Nairobi ni mji mkuu wa Kenya. Nairobi ni mji mkuu wa Kenya. Kielezi, wanafunzi walienda ziara Nairobi. Wanafunzi walienda ziara Nairobi. Tuangalie swali la P. Tuko hapa katika swali la P. Swali linasema tunga sentensi moja kutofautisha maana ya kuku na gugu. Lazima sentensi iwe moja. Tunga sentensi ukitofautisha. Kuku ni ndege wa jamii ya kanga laini na gugu ni majani. Utatunga sentensi kwa mfano. Kuku alikuwa akila gugu shambani. Ukibadilisha neno useme alikuwa akila magugu, utakuwa umekosea. Neno ambalo umepewa ni gugu. Kuku alikuwa akila gugu shambani. Na lazima sentensi yako iwe moja. Tuende swali la Q. Onyesha matumizi ya kiambishi G katika sentensi. Onyesha matumizi ya kiambishi G katika sentensi. Mwongeleshaji stadi anajishaua sana. Kwa hivyo kuna onyesha, kwanza unafaa kuonyesha mtu anayefanya kitendo. Kwa hivyo ni mwongeleshaji, hiyo G ya kwanza. Na G ya pili inarejelea nafsi, anajishaua ni nafsi. R. Andika sentensi katika usemi wa taarifa. Andika sentensi katika usemi wa taarifa. Sentensi inasema wageni wangu watafika saa ngapi? Hilo ni swali. Mama aliuliza. Wageni wangu watafika saa ngapi? Mama aliuliza. Katika usemi wa taarifa, mama alitaka kujua wageni wake wangefika saa ngapi. Mama alitaka kujua wageni wake wangefika saa ngapi. R. Unda nomino kutokana na kitenzi safari. Unda nomino kutokana na kitenzi safari. Kwa hivyo inafaa kwa nomino kama safiri, nomino kama kusafiri, nomino kama msafiri, nomino kama msafara. Kwa hivyo yoyote utapata jibu sahihi. Na haya ni maswali ambayo ni ya kawaida katika mtihani, hasa mtihani wa sarufi. Kwa hivyo unapofanya marudio yako ama unapojiandaa katika mtihani wa KCSE, natumai umeona zile sehemu ambazo ni kama ni lazima ziwe zimetainiwa katika mtihani. Nakumbuka hii ni karatasi ya pili, uzingatie kwa kifisha. Wanafunzi soma swali, elewa swali, kisha jibu. Ukumbuke kwa kifisha, kosa lolote linafaa kuadhibiwa. Sentensi kwa kawaida lazima ianze kwa herufi kubwa, kisha imalize kwa kitone. Tutaangalia mtihani wa 5 katika video ambayo
inafuata. Kwa hivyo usisahau kusubscribe. Na ukiwa na swali uulize katika comment section, na any concern andika, tutaiaddress. Iwapo sauti ni mbaya, iwapo mwalimu anafunza mbio sana, ama iwapo video inaenda mbio sana, iwapo sauti iko sawa, kwaheri kwa sasa. Subscribe, tupatane katika video nyingine tuangalie mtihani wa 5.